Kati ya vitu ambavyo vinaogopesha kina mama wengi ni kuishia sehemu ambayo hawakutarajia, na namaanisha kwa mfano chumba cha upasuaji, na hususani kwa wale wa mama wa mara ya kwanza, first time mamas, au hata kwa wale ambao kwa sababu moja au nyingine walifanywa operation, kunakuwa na hofu ya ile kwamba hii hali inakwenda kujirudia tena. Na kutoka kwangu mama ambaye nilijifungua kwa operation na nikaweza kujifungua kwa njia ya kawaida, naelewa kiwango cha hofu na kutokujua na maswali na sintofahamu nyingi ambazo mtu anaweza akawa nazo kutokana na yale ambayo ilikuwa imeshatokea mara ya kwanza upasuaji, au kwa namna yoyote kama ni mara ya kwanza basi unafikiria inaweza ikanitokea. So katika video ya leo ninakwenda kukutajia vitu kadhaa ambavyo vitakusaidia wewe kuepuka kufanywa upasuaji kusiko kwa lazima. Na hii ni kati ya mada ambazo zinanigusa sana kwa sababu ni tukio ambalo limenitokea binafsi. Hey mama, karibu tena kwenye channel yangu ya Bliss Mama Care. Naitwa Miriam na mtoa elimu ya uzazi, kujifungua, ujauzito pamoja na baada ya kujifungua. Dhamira kuu ya channel hii Bliss Mama Care imeundwa kwa ajili ya kukuandaa mama kisaikolojia, kimwili na kuingia katika chumba chako cha uzazi kwa ushindi mpaka pale utakapomwona mtoto. Kwa hiyo kama hizi ni mada ambazo zinakugusa, basi usisahau kusubscribe. Usisahau subscribe sasa hivi, itatusaidia kukua kama channel, lakini pia itawafikia YouTube, itasukuma hii video kwa watu wengi zaidi, especially watu ambao wanahitaji elimu kama hii. So bila kuchelewa, tuende kwenye video ya leo. Kabla sijaanza, nataka nikueleze umuhimu, kwa nini nimesema hii mada ni muhimu kidogo kwangu, ni sensitive. Hii ni kwa sababu kama nilivyokuambia ni tukio ambalo limenitokea. So kiufupi haraka ili ujue ninatokea wapi. Nilipata ujauzito wangu wa kwanza na tumeenda mpaka wakati wa leba ulipofika, uchungu kwanza, na kati ya vitu ambavyo sikuwaza binafsi ni kwamba nitaenda kufanyiwa upasuaji. Sikuwa na hofu hiyo, nimesikia story za watu bla bla bla, lakini haikuwa ni kitu ambacho kimeregister akilini mwangu kwamba nitaweza kuishia katika chumba cha upasuaji. Nilijiandaa kwa jinsi ninavyoelewa mimi. So nilijua kwa hakika nitafika hospitali, nitafanya zile 1, 2, 3 ambazo zinatakiwa kufanywa hospitali, nitajifungua, uchungu utauma and all that, lakini mwisho wa siku nitafanikiwa. Sasa kwa uzazi wa asili, sio kwa upasuaji. Nilipofika hospitali mwanzoni maumivu yalikuwa ya kawaida. Baada ya muda fulani, wakati niko kati ya sentimita 4 au 6, leba ikawa imechanganya na ikawa imechangamka, na niligundua kwamba hakika sikuwa najua. Nilijua kwamba nilikuwa sijajiandaa na nilikuwa sijui kinachoendelea. Sijui mwili unafanya nini and vitu vingi. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio la kuishtua akili, lakini pia na mwili wangu, kwa sababu vile mwili wangu uliokuwa unafanya na akili yangu haielewi mwili unafanya kitu gani. Baada ya daktari kuja kuniambia kwamba njia ni ndogo, sitaweza kupush, lakini pia alisema walipokuwa wananipima mtoto alikuwa yuko juu sana, kwa hiyo walisema itachukua muda mrefu sana na mtoto atachoka, na mtoto yuko juu sana mpaka kushuka itakuwa ni shughuli kubwa. Kwa hiyo na sababu nyingine pale za kitabibu zikatolewa, nikaambiwa kwamba ni vizuri mimi kufanywa operation. Kwa hiyo kwa sababu ambazo nilipewa, mtu yoyote yule wa akili timamu usema kweli upa kipaumbele usalama wa mtoto wako pamoja na wewe, kwa sababu unataka muone mtoto, unatakiwa umlee, umsaidie akue, umtunze kama mama wa yule mtoto. Kwa hiyo of course kama nilivyoelewa ilibidi niseme ndio, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa sababu ambayo ilikuwa na maana kwangu kwa wakati huo. Kwa hiyo basi tukabishwa kufanywa operation, lakini sasa vitu vingi ambavyo nilipitia katika wakati ule, usema kweli baadaye niligundua kwamba haikuwa ni lazima, na ni vitu ambavyo ningeweza kuviepuka au vingeepukika endapo ningekuwa na elimu ambayo nilionayo sasa hivi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ningeviepuka
kabisa. Lakini nikiangalia nyuma, pamoja na maumivu niliyopitia ya kiakili na kimwili, unajua ukifanywa operation kuna muda ambao unakuchukua wewe kupona, lakini pia masindano mengi, nilichomwa sindano nyingi baada ya kujifungua, lakini pia mtoto alichomwa sindano nyingi pia, kwa sababu alisema alipata some complications. Ni pia mawazo hata ya kufikiria kwamba ninaweza kujifungua tena au kupata watoto wengine, ilikuwa ni wazo ambalo lilikuwa linanisumbua akili. Lakini nikiangalia hilo tukio lote hilo, namshukuru Mungu kwa sababu yamkini usingekuwa unanisikiliza, na labda nitakuwa kufika hapa ili mtu mmoja tu, labda ni wewe, unisikie hii story ikuokoe kwa namna moja au nyingine. Unajua sometimes huku duniani sometimes kuna msemo kwamba kwa ajili ya wengi kupona, basi kuna mmoja yule ambaye itabidi iwe kama ndio chambo au kitu kama hicho. Anyway, mipango ya Mungu ni mingi. Mimi sio kasiri, lakini najua kupitia ile changamoto niliyopitia imekuwa ni baraka, kwa sababu nimejifunza vitu vingi sana, na I'm proud kwamba kuna watu wengi ambao nakwenda kuwasaidia wasipitie ile changamoto niliyopitia. Nimepitia scenario zote mbili, nimepitia situation zote mbili, ya kufanywa upasuaji, na huo upasuaji nilifanywa baada ya kwenda uchungu, yani uchungu ulinipata wa mtoto wa kawaida, ikafika hatua ikabidi nifanywe operation. Lakini pia nime experience kujifungua kawaida, kutoka kujifungua hospitali nikiwa so stressed na hofu na kuto kujua hata kama nitatoka mzima, mtoto atatoka mzima, kwa sababu niliambiwa vitu hata kama utakufa, you know. So hadi kuja kwenye experience ya kumzaa mtoto wangu wa pili kwa njia ya kawaida, nikiwa na amani na furaha na uponyaji wa haraka, na hiyo imekuwa ni baraka. Kwa hiyo tukio la pili limenisaidia mimi kuamini mwili wangu, jinsi gani ninaweza kufanya kazi na mwili wangu ili kufanikisha swala zima la uzazi. Hii video jitahidi uangalie hadi mwisho, especially kama wewe ni mtu ambaye hii mada inakugusa. So hadi unaangalia hii video mwisho, nataka upate ujasiri na uhakika kwamba kwa asilimia kubwa hautafanyiwa operation, lakini hata kama ukifanyiwa itakuwa bado ni ushindi, hususan kama wewe na mtoto mtakuwa salama, kwa sababu mara nyingi hizo operation huwa zinakuja kwa kiki ya emergency, dharura. Afu sasa inakuwa inakushock, kwa sababu sio kitu ambacho ulikitarajia. Wewe umeenda pale unatarajia uwe na uzazi successful mzuri, lakini unaisha kufanya upasuaji, afu experience inakuwa mbaya. So ninachotaka kuandaa au kusaidia ni kwamba hata kama itatokea utaishia kufanywa operation, basi iwe ni swala ambalo akili yako, mwili wako na roho yako vyote vinajua kinachoendelea, kwa nini nafanywa operation. Sio unaambiwa unaenda kufanywa operation unakuwa umepanic na vitu kama hivyo. Hapana. Angalizo, siongei kinyume na operation. Operation ni jambo zuri ambalo limeokoa maisha ya watu na watoto za watu. Mimi kwa kuwa kulikuwa na kutokujua au kutokufahamu, kwa sababu kwa jinsi tukio lilivyokuwa linaendelea, watu wa huduma wasingenisaidia kwa jinsi ambavyo ingetakiwa. Kama sivyo, basi wangenisaidia, kwa sababu kuna mambo ambayo ningeyafanya ambayo yangezuia, ningeepuka ile adha yote ambayo nilipitia. Kwa hiyo siongelee kinyume na operation. Operation ina sehemu yake, na ni vizuri ujue ni kwa nini utafanywa operation, kwa sababu za msingi kabisa, kwa sababu utafiti unaonyesha kwamba mara nyingi hizi emergency za kufanywa upasuaji huwa zinakuaga sio za lazima. Kwa hiyo kama ikiweza kuepukika ni vizuri ukaepuka, na hii video leo inahusiana zaidi kuhusu na kuepuka upasuaji ambao sio lazima. Kwanza, maoni tu binafsi, nimepitia matukio yote mawili ili nichukua kupona haraka zaidi kujifungua kawaida kuliko kujifungua kwa upasuaji. Lakini pia unachukua muda mrefu zaidi kupona, then unakuwa huwezi kufanya vitu vingi kwa ajili ya ule mshono. Au ni maoni binafsi, na nitakutajia point 15 za kwanza ni zile ambazo
ni vitu gani ufanye wakati utakuwa bado ni mjamzito, ili kukusaidia wewe kuepuka kufanyiwa upasuaji hapo baadaye. Lakini mambo mengine matano utafanya wakati utakuwa sasa unaingia katika uchungu wa kujifungua. Ni vitu ambavyo ukivifanya, ukivizingatia, na kama ujauzito wako hauna changamoto yoyote, kama ujauzito wako hauna changamoto za kiafya zozote, kama wewe ni mzima vizuri na mtoto wako ni mzima vizuri tumboni, unaweza ukajifungua kawaida. Hata kama ulijifungua kwa operation, unaweza kujifungua kawaida vizuri kabisa. Haya ni mambo ambayo utafanya wakati wa ujauzito. Kwanza, chagua watu wa huduma au wahudumu wa afya sahihi na uulize maswali. Watu wa huduma wanaweza kuwa mkunga au daktari, wale watu ambao watakuwa wanakuhudumia kipindi cha ujauzito, lakini pia katika kipindi cha kujifungua. Hakikisha ni watu ambao wana support falsafa yako. Kwa mfano, kama umejifungua kwa operation, awe ni mtu ambaye anaamini kwamba mtu akijifungua kwa operation anaweza akajifungua kawaida. Kwa sababu kuna hii nadharia ambayo tunaambiwa huko nje, ukijifungua kwa operation basi yani imeisha, hakuna tumaini kwako, inabidi tu ujifungua kwa operation mtoto wako wote, na labda tu ujifungua watoto watatu, kitu ambacho sio kweli. Kuna watu ambao wamejifungua kawaida baada ya kujifungua kwa upasuaji, hata upasuaji mara mbili. Mtu amefanywa upasuaji wa kwanza, akafanywa upasuaji wa pili, lakini akaweza kujifungua mtoto watatu kawaida. Kwa hiyo hawa watu wa huduma ni watu wa huduma ambao wanampa kipaumbele mama mjamzito pamoja na afya yake na maswali yake. Pia uliza vitu kama sera za hospitali ni vipi? Je, mnamruhusu mama kukaa mikao mbalimbali? Hospitali nyingine ukifika wewe unalala tu chali. Mkao ambao ni very dangerous, yani ni hatari. Kwanza unakufunga njia, na sababu kati ya sababu kubwa za watu kuishwa kufanywa operation, kwa sababu ukifunga njia ndio pale utaambiwa njia yako ndo kumbe ni mkao. So chagua watu wa huduma sahihi na uwaulize maswali. Jambo la pili, wakati wewe ni mjamzito, fanya mazoezi. Fanya mazoezi wakati wa ujauzito. Unapofanya mazoezi wakati wa ujauzito, kuna mazoezi mengi. Unaweza ukaingia YouTube, unaweza ukaingia, kuna platform nyingi sana, ma TikTok, Instagram. Kuna mazoezi mazuri kwa ajili ya wajawazito. Ni vizuri ukafanya, kwa sababu kwanza ina faida ya kuupa mwili wako stamina na uvumilivu. Unajua, unapofanya mazoezi unaufundisha mwili wako kuvumilia. Ni kama mtu anayepiga push up, siku ya kwanza unaweza ukashindwa, ya pili, lakini ile consistency kufanya kila siku inakusaidia mwili wako kuweza kustahimili. Kwa hiyo itakujengea stamina, cha kwanza uvumilivu, lakini pia unapofanya mazoezi zile movement ni nzuri, kwa sababu mtoto anakaa katika mkao mzuri wa yeye kuzaliwa, lakini pia inasaidia nyonga kufunguka vizuri kwa urahisi, ili mtoto pia aweze kushuka vizuri, awe na uwanja wa kugeuka. Kama wewe ni mtu ambaye unafanya kazi maofisini, umekaa muda mwingi, basi jitahidi uwe unatembea at least. Tenga muda, kwa sababu this is your life and your baby's life. Tafuta muda hata dakika 10 kila siku. Dakika 10 tu kila siku zinaweza zikabadilisha mambo mengi. Kwa hiyo jitahidi ufanye mazoezi mepesi na mazoezi ambayo yanasupport uwaji wa mimba, lakini pia mpaka utakapojifungua. Jambo la tatu, jifunze mbinu za kupunguza maumivu. Jifunze mbinu za kumudu maumivu. Video yangu iliyopita nimeongelea kuhusu jinsi ya kumudu maumivu ya uzazi. Unaweza ukaiangalia baada ya kuangalia video hii. So unapokuwa katika ujauzito, jitahidi ugundue mbinu mbalimbali za kumudu maumivu. Hivi ni vitu ambavyo unaweza usiambiwe clinic kwamba sijui. Jitahidi ujue mbinu 1, 2, 3. Kwa hiyo kwa kupata taarifa kama hizo zaidi, yes, unajua cha kufanya. Subscribe, nifuatilie zaidi katika video zangu na madarasa yangu, nafundisha vitu kama hivyo. Kwa hiyo jifunze mbinu za kumudu maumivu. Mbinu kama kutumia kitana, kutumia pumzi, lakini na vitu vingine mbalimbali, ili kuwezesha wewe kupitia yale maumivu ya uchungu kiurahisi, kwa sababu yale maumivu ya uchungu yakikufika na haujui ufanyaje,
itakusababisha maumivu yawe makali zaidi. Utaona maumivu ni makali zaidi, lakini utaona kama unashindwa. Yaani utakuwa na wakati mgumu. Kwa hiyo jitahidi ujue hizo mbinu za kupunguza maumivu. Na kitu kingine, ukiwepo hospitali na haujui kucope na haya maumivu ya leba, yaani hujui nini ufanye, uyamudu vipi maumivu ya leba, sometimes daktari au mtu yoyote, wale watu ambao wanakuwa wanakuhudumia wanaweza wakachukua kama advantage. Okay, labda sio kuchukua kama advantage, lakini hospitali kunakuwa na wagonjwa wengi, labda wamama wengi wanajifungua. Kwa hiyo wewe ukionekana huwezi kumudu, ni kati ya vitu ambavyo vinaweza vikakupeleka theater kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo jitahidi sana uweze kumudu maumivu ya uzazi, kwa sababu kwanza by design Mungu amekuumba wewe kwa ajili ya uzazi, kuzaa. Wanaume hawazai watoto, yaani hawajifungui, hawatoi mtoto kama sisi tunavyotoa. Kwa hiyo Mungu ameshakuumba na equipment na vifaa, na yani modo yako yote ina suggest kwamba unaweza ukajifungua. Kuna sehemu kwenye Biblia inasema hakuna jaribu inalompata mtu ambalo hawezi kulimudu. Kwa hiyo vitu vyote tunavyokumbana navyo kwenye maisha unaweza kumudu, na kwenye uzazi ni hivyo hivyo. By design tumeumba unaweza ukajifungua mama. Kwa hiyo jitahidi uweze kumudu maumivu ya uzazi, ili usije ukaonekana lele mama ukaishiwa kufanywa upasuaji. La 4 ni kuomba maoni ya pili. Unapokuwa katika ujauzito, jitahidi uelewe maoni mbalimbali na uende na maoni sahihi. Utajuaje ni maoni sahihi? Kwanza wewe ndio umebeba mtoto. Kuna vitu ambavyo daktari hawezi kukwambia, mtu yoyote yule hawezi kukwambia isipokuwa wewe mwenyewe, kwa sababu huyu mtoto uko naye wewe. Sasa kuna vifaa and all that, lakini hata hizi ultrasound sometimes gender zinakosewa. Mtu unaambiwa unatarajia mtoto wa kiume, then unakuja kujifungua mtoto wa kike, ingawa ni rare cases, ni kesi chache sana, lakini at some point huwa anakuwa tu ni Mungu na wewe. Kwa hiyo jifunze kuamini mwili wako, lakini pia sikiliza daktari anasemaje. Ukiona wewe daktari kama humuelewi, nenda hospitali nyingine, au tafuta mtu ambaye unamwamini yuko kwenye hii fani ya uzazi, kujifungua na vitu kama hivi, usikie maoni ni yapi. Naamini Mungu atakuongoza, utajua ni kitu gani cha msingi ufanye. Nachojaribu kusema ni kwamba usiwe na oni moja tu. Kama nilivyojifungua kwa operation, ningebaki tu na maoni yale ya kwamba kujifungua kwa operation basi yani nisingejisumbua, ningejua tu labda ngoja nijifungue tu watoto wawili, kwa hii experience imekuwa mbaya, basi ngoja tu niongeze mmoja afu ndio hivyo, au basi mimi naishi hapa. Lakini ile shauku ya kujua kwamba kuna maoni hivi, ni kweli kwamba hii kitu ipo hivi. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba oni moja liko hivi, basi jaribu kutafuta maoni ya pili na ya tatu, afu ubaki na kile ambacho kinakufavor zaidi, lakini pia kitu ambacho mtoa huduma wako anaweza akafanya nacho kazi. Jambo lingine la 5 ambalo unaweza ukafanya ukiwa ni mjamzito ni kuna wakati mwili wako utaanza kufanya mazoezi ya leba. Mimba inapoendelea mwishoni kunakuwa na experience, tumbo linakuwa gumu afu lina relax. Kwa hiyo pale ni mwili wako unakuwa unafanya mazoezi ya siku ya kujifungua. So muda mwingine wa mama mara ya kwanza anakuwa anashindwa kutofautisha, kwa sababu kuna sometimes inaweza ikawa ni ndogo ukahisi kwamba labda tayari. Kuna rafiki yangu ambaye namfahamu, ambaye ujauzito wake wa kwanza alienda hospitali, alienda mara ya kwanza akarudishwa, akaambiwa bado sana, yani hata njia haijaanza kufunguka, na alirudi nyumbani. Guess what? Alijifungua nafikiri baada ya wiki kadhaa. Kwa hiyo sometimes unahisi labda tayari unaenda hospitali. Kwa hiyo hii point inasema kwamba usiende hospitali mapema mno. Hospitali ni sehemu ya kwenda kumalizia kazi, sio unaenda kuanzia. Kama ninavyosema, ukifika mapema, watu ni wengi, kila siku watu wanazaa, kila siku watu wanajifungua. Kwa hiyo ukienda mapema unakosa ile attention ambayo inatakiwa. Kwa ni vizuri
ile leba ya awali, yani tulia tu nyumbani kwanza, mazingira ni rafiki, unayafahamu, leba yako itaendelea kwa amani na kwa utulivu zaidi. Na kabla sijaingia kwenye point 5 zijazo za wewe ufanye vitu gani wakati wa uchungu na leba ili uweze kuepuka kufanywa upasuaji. Hii ya kwa hospitali, kwa nini usiwe hospitali sana? Ukienda kama nilivyosema, watu wanakuwa wengi, sometimes watu wanafanya kazi kwa masaa hospitali. Na utafiti wa zamani kidogo unasema kwamba ile leba sapa ambayo inachanganya, yani inapochangamka, ule uchungu wa uzazi unapochangamka unakuwa inasema kwenye sentimita 4. Kwa hiyo kama ukienda hospitali ambayo bado vitu wanafanya yani kawaida, wakikupima kama uko sentimita 4 na ukachukua muda mrefu kutoka kwenye sentimita 4, labda hata tu kufika sentimita 5, au muda ukapita sana, zile sentimita 4 ni kama haziongezeki, au unaweza ukawekewa maji ya uchungu ili kuiwezesha leba iendelee, ichukue ile kasi inayotakiwa. Na ukipewa madawa, sometimes ni mtoto hata react vizuri, kwa sababu mtoto yuko tumboni, mazingira yako jinsi alivyozoea. Kwa hiyo hizo dawa zikija pia zinaweza kumaffect mtoto, kwa mtoto anaweza akareact vibaya. Kwa hiyo mtoto sijui anapata fetal distress, mapigo ya moyo, at the end of the day unaambiwa kwamba hali imekuwa mbaya, nafikiri sijui ABC, uende kufanywa upasuaji. Siku hizi tunaamini kwamba active labor, ile leba iliyochangamka inaanzia at least kwenye sentimita 6. Now, hii leba ya awali inaweza ikachukua muda mrefu. Funguka njia utafunguka tu mpaka hizo sentimita 10. Unless kuna sababu sana ya kitabibu, labda hauko sawa, labda mtoto hauko sawa, unakuwa ni ujauzito special. Lakini kama ni ujauzito wa kawaida, utafunguka hizo sentimita. Kwa hiyo usiwaishwe, labda tunaona leba haiendelea vizuri, kwa hiyo inabidi tukiwekee maji ya uchungu sijui na vitu gani, no. Yaani hivyo vitu vinakwenda kumstress mtoto, na pia mwili wako utakuwa stressed. Then pia hivi vitu ambavyo vinakuwa vinaingizwa sometimes vinafanya maumivu yanakuwa yana makali zaidi, kwa sababu wachache nao wafahamu walipowekewa hizi maji ya uchungu, yani uchungu ndio ndio very intense. Kwa hiyo vitu vyote vinakwenda kumaffect mtoto, so ni vizuri ukaiacha leba iendelee, yani kwa wakati wake. Mwili unajua unafanyaje, mtoto anajua anafanya nini, ni wewe ujue yani jinsi ya cooperate, kushirikiana na mwili wako na mtoto, ili at the end of the day tufike hizo sentimita zote na mtoto atoke. Unaweza ukafunguka sentimita 6 kama mimi au 7, lakini nikaambiwa mtoto yuko juu. Na kuna vitu ambavyo ningefanya, mikao ambayo ningekaa na vitu kadhaa ambavyo vingeweza kunisaidia mtoto akashuka. Kwa sababu mimi kwa gharama yoyote ile nilikuwa tayari kufanya chochote until nijue kwamba nimeishiwa option. Sasa inabidi tu tuende kwenye chumba cha upasuaji, na hautaki tu kwenda kwenye chumba cha upasuaji just kwa sababu mtu wa huduma amesema, sometimes inakuwa sio necessary. Anyway, tuende kwenye hatua nao 5 ambazo ni vitu gani ufanye wakati utakapokuwa sasa kwenye zoezi zima la uchungu na leba hadi mtoto kutoka. Kwa hiyo utafanya vitu hivi vifuatavyo ambavyo vitakusaidia usiishe kufanywa upasuaji ambao sio lazima. Okay, sababu ya kwanza inafanana na sababu ambayo maelezo ambayo nimetoka kuyaongelea, ni kwamba usichochee leba au uchungu kwa sababu zote zisizo za kitiba. Lakini pia epuka madawa mengi. Okay. Mimi naamini katika uasili sana. Kwa hiyo hapa kwenye channel yangu utakutana na vitu vya kiasili zaidi, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi. Kuna vitu sometimes vinakuwa tu introduced, tunaletewa sio kwa sababu ya kutusaidia, sometimes ni experiment. Kama ni process ambayo inaweza ikafuata uasili na mambo yakawa vizuri, basi it's okay. Unajua siku hizi wenzetu wazungu sometimes hata wanyama wanachukua wanyama wanafanyia C-section.
wanazalisha wanyama kwa operation. Now what is that for? Unaweza ukajifunza hata kwenye nature. Wanyama wanapojifungua kwanza huwa wanatafuta mazingira ambayo ni tulivu. Wanatoka kwenye makelele ndoza. Tuwe kumkuta mnyama anajifungua, it's rare yani kumshuhudia, kwa sababu wanyama pia nature inaelewa majira na nyakati. Kwa hiyo ni wakati wa kujifungua unakuta mnyama anajitenga na anafanya hii process nzima kuwa katika utulivu. So hiyo ni pia, najua sisi wanyama but ni philosophy nzuri ya kujifunza. Ndio maana unapokuwa ukijifungua ni vizuri ukatafuta mazingira tulivu. Kati ya mazingira ambayo sio tulivu ni hospitalini, kwa sababu hospitalini kumekaa matibabu zaidi. Imagine unaingia hospitali unakutana na mtu, labda kikundi cha watu wanalia, labda mpendwa wao amefariki, na ukasikia kwamba hawa watu labda wanamlilia mtu aliyefariki. Imagine uko kwenye leba, unaingia sehemu unakutana na hiyo hali, mambo yanakuaje? Kuna siku mtoto wetu alipata tatizo, tukawa tumempeleka hospitali, nalo ni tatizo ambalo lingeisha tu bila kwenda hospitali. Lakini tumefika tukaelekezwa nenda sehemu fulani ili kupata huduma nje. Sasa nje, kabla hatujaingia ndani ya hiyo sehemu, pale nje ilikuwa imepaki ambulance ina maiti ndani, watu wanalia nje. Yaani ile tu sinayo, sikuwa mjamzito, sikuwa nini, lakini ile tayari ilinivuruga yake kwamba sasa imagine wewe ni mjamzito unapelekwa na unakutana na scenario kama hiyo. Of course itaingilia ule uasili wako. Kwa hiyo kama ukiweza kukaa nyumbani muda wa kutosha, kaa nyumbani, lakini kuna hospitali ambazo ndio maana kunakuwa na maternity wards. Kwa hiyo kama kuna hospitali ambayo unaweza kwenda, ina mazingira ambayo yamejitenga, then well and good. Lakini hakikisha unapokuwa unajifungua mazingira yanakusupport. Ninapoangalia chini naangalia pointi zangu ili nisizisahau. Kwa nasema kuhusu kupewa madawa mengi bila sababu. Swala la tukio la uzazi, tukio ambalo kama nilivyokuelezea wanyama, ni tukio ambalo linaweza likaenda lenyewe kwa uasili kabisa, bila kuingiliwa, bila kufanyiwa matibabu haya na ile, especially kama hauna changamoto yoyote, hauna sijui kisukari na vitu kama hivyo. Tukio ambalo linaweza likatokea lenyewe kabisa kama likiachwa lichukue zile hatua za kiasili ambazo zinahitajika. Epuka kuchochea leba na madawa na sababu ambazo sio za kilazima, matibabu ambayo sio ya kilazima. Lakini pia kuna njia ambazo ni salama zaidi. Mtoto ni vizuri akapewa tu muda azaliwe wakati ambao yuko tayari. Usichochee leba tu kwa sababu umechoka sana na miezi 9 ujauzito au umepita ile due date. Due date ile sio siku ambayo sasa unatakiwa ujifungue. Ni siku ambayo ni ya makadirio ya wewe kujifungua. Ukipewa ile tarehe, jua kwamba wiki 2 kabla unaweza ukajifungua, au wiki 2 baada unaweza ukajifungua. Kwa hiyo kama uko wiki 40, mtoto wangu wa pili ilipita due date, nilienda hadi wiki karibia 42, nilijifungua nikiwa na wiki 41. Ninavyoelewa ikifika tu wiki ya 38 mtoto anakuwa tayari yuko kutoka. Kwa hiyo kama umefika wiki ya 38, jiandae kisaikolojia, yani jiandae, jua muda wote mtoto anaweza kutoka. Don't be rushed. Usipelekeshwe. Kama wewe ni mzima, mtoto ni mzima, acha process ichukue wakati ambao unatakiwa. Pointi ya pili ni kuwa na doula wa uzazi au mtu wa kukusaidia. Doula wa uzazi ni mtu, huyu ni msaidizi. Unaweza ukawa hujasikia sana kuhusu doula ni nani. Doula wa uzazi ni msaidizi wa uzazi. Unaweza ukamtafuta mtu kama huyu akawepo na wewe katika kipindi kile cha leba, au kama una mtu rafiki, mama, shangazi, mdogo au mwenzako ambaye unajua anaweza akawa na wewe vizuri katika ile process, ni vizuri ukawa naye. Inaweza ikapunguza uwezekano wa kufanyia operation kwa 50%, kwa sababu huyu mtu atakuwa anaongoza kufanya vitu ambavyo unatakiwa kufanya, upumue, ukaeje, yani anakuwa yuko pale kukuwezesha. Kama hii ni video yako ya kwanza, haujaangalia hizo video zingine,
mimi ni birth doula, ni doula wa uzazi. Kutoa usaidizi wa kiakili, kihisia, kimwili, kumwezesha mama kuwa katika hali ya ushindi wa kujifungua kwa mafanikio. 3 ni badilisha mikao unapokuwa katika uchungu. Unapoingia leba, badilisha mikao na tumia ya uvutano wa kushuka chini, gravity kwa Kiingereza. Kwa hiyo unapokuwa leba, badilisha mikao. Kama mtoto yuko juu, hii labda ndio nyonga yako, mtoto yuko hapa juu, kuna vitu ambavyo unaweza ukafanya mtoto ashuke chini. Lakini pia mtoto inatakiwa uangalie mgongo wako anapozaliwa. Kwa hiyo tunapoingia leba tunatakiwa tuhakikishe mtoto anauangalia mgongo. Mtoto kichwa kinakuwa chini. Kwa hiyo kama kichwa kiko chini, anatakiwa mgongo wake utazamane na tumbo lako. Alafu yeye auangalie mgongo wako. Kwa nini? Hii ni hali ambayo inarahisisha pia kujifungua kiurahisi. Akiwa mbele usawa utajifungua, lakini inaweza ikaleta changamoto kadhaa. Okay, itakuwa ni topic nyingine kwa video nyingine, lakini point ninayo jaribu kuelezea ni kwamba badilisha mikao, lakini unapobadilisha mikao, fanya mikao ambayo ina support uvutano wa nguvu ya chini. Unatakiwa ujifungue kwa mikao kama ya kuchuchumaa, kupiga magoti, labda kulala ubavu. All in all, unatakiwa ukae mkao wote ambao utasapoti mtoto kushuka chini, lakini mkao ambao pia utakuweka wewe comfortable. Utakapokuwa ukiuliza maswali, kumbuka kuuliza kwamba kama unaruhusiwa kukaa mikao mbali tofauti. Hii inasaidia sana kufungua nyonga na kufungua njia ya uzazi. Ukilala chali unafunga njia kwa asilimia kubwa. Ukifunga njia, either utachanwa, utaongezewa njia, which is also not necessary labda, au utafanywa operation kwa sababu njia ndo una struggle. Kwa hiyo unapolala chali sehemu moja wakati leba inaendelea na uchungu, yani ni kwenda magharibi ukitarajia kuona jua linachomoza. Jua linachomoza mashariki. Kwa hiyo hakikisha unaenda mashariki kutafuta jua linapochomoza. Kwa ushauri zaidi na nini ufanye, kwa sababu sometimes unaweza ukawa kwenye condition ambayo unatakiwa yani ulale tu chali. Unaweza ukalala chali, lakini kuna namna ambayo sasa itabidi ukae ili usapoti mwili wako na sehemu ambayo mtoto anatoka kufunguka, ili sasa usiwe kama umeziba njia. Lakini sio mkao ambao ninashauri sana. Hata kwenye Biblia kuna ile story ambayo wana wa Misri walikuwa wanaoa watoto wa Kiisraeli. Kuna namna ambavyo Biblia imeelezea hawa watu walikuwa wanazaa kwenye stuli za uzazi. Kwa hiyo mtoto anatakiwa azaliwe kwenye mikao kama hii. Pointi ya 4 ni kula na kunywa. Unapokuwa ukijifungua, unapokuwa leba, ni kama uko kwenye marathon. Hii pia ni research imefanywa. Kwa hiyo unakuwa kama uko kwenye mazoezi makali au mazoezi ya kukimbia ambayo umekimbia kwa muda mrefu. Especially ukiwa kwenye uchungu wa awali, una uwanja wa kufanya vitu vingi. Kwa hiyo jitahidi ule na unywe kadri unavyohitaji. Hii inakusaidia wewe kupata nguvu, kwa sababu trust me, unahitaji hiyo nguvu. Ukiwa kwenye ile leba kali, unahitaji ile nguvu. Okay? Kwa hiyo kama una njaa, inaweza ukawa pia na wakati mgumu. Kwa hiyo jitahidi unywe na ule kadri unavyohitaji. Usiogope kula na kunywa wakati uko leba. Kwenye leba jiachani, you have to be free in your mind, free in your body movements, free katikati ya watu wa huduma wako. Ndio maana nasisitiza sana watu wa huduma wawe ni watu sahihi, otherwise hii pia itachangia wewe utaishia mahali gani. Point ya mwisho ni elimu. Hii inaweza ikaingia kwenye pointi zote za kabla na baada. Unapokuwa mjamzito unatakiwa ujielimishe. Ujue nini ni high risk pregnancy, nini ni low risk pregnancy, kwa sababu kama uko kwenye high risk pregnancy, huo ni ujauzito ambao uko sensitive, unaweza ukashindwa kufanya baadhi ya vitu fulani, na pia unaweza ikasababisha ukafanywa operation, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unatakiwa ujielimishe, kujua kiasi kwamba unajua kabisa mimi ujauzito wangu niko fiti, mtoto yuko vizuri, niko vizuri, ili ujue kwamba mimi chances zangu
za kujifungua kawaida ni kubwa sana kuliko zile za kujifungua kwa operation, na mara nyingi inakuwaga ni hivyo kwamba chances huwa ni kubwa za mtu kujifungua kwa kufanikiwa kujifungua kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo hakikisha unajielimisha kabla ya kwenda leba. Jua mbinu za kumudu maumivu, jua mwili wako unafanya nini kipindi cha ujauzito, jua mtoto ana vitu mbalimbali, nyonga inafungukaje. Jielimishe kadri unavyoweza. Ni vizuri ukajielimisha kwenye to the point that unaweza ukajifungua mahali popote, hata ikatokea ukapata emergency uko peke yako, au ukajifungulia njiani, au scenario zinakuwa nyingi, mambo ni mengi. So ni vizuri ukajiandaa kwa vyovyote vile. Usijichoshe sana, lakini jiandae kadri unavyoweza, ili tukipata matokeo ya mwisho utasema yani I did my best. So kwamba yani ningejua kumbe pale ningefanya hivi. Na ndivyo nilivyohisi uzazi wangu wa kwanza, kwamba ningejua, lakini zote ni baraka. Ndio maana unanisikiliza hapa. Nisingepitia nilichopitia, hii video usingekuwa unaiona leo. Jua kwamba kwa nini mtu anatakiwa kufanya operation. Na ukiwa sasa katika leba, elimu ambayo uwe nayo ni hivyo. Ukiwa umeshajielimisha kabla, kuna vitu utakavyoambiwa ukiwa leba utajua kabisa kwamba this is not necessary. Lakini jua kwa nini unakataa pia. Yaani usiseme tu mimi msinishone au mimi sitaki hiki. No. Jua ni kwa nini unataka unachotaka. Jua ni kwa nini wanakwambia wanachokwambia. Uliza maswali na hakikisha yanafafanuliwa vizuri kwa kiasi wewe ambacho unaweza kuelewa, ili utoe maamuzi sahihi. So upasuaji kwa namna moja au nyingine ni baraka na ni ushindi mkubwa ikitokea umeishia hapo, hata baada ya hivi vitu ambavyo nimekwambia, kwa sababu vitu vinakuwa ni vingi. Okay. Kati ya vitu ambavyo ni sana ambavyo inaweza ikakusababisha kwamba wewe ushe kufanya operation, kama kondo la nyuma limeziba njia, ile placenta. Kama placenta imeziba pale mtoto ambapo anatakiwa kutoka, inabidi ufanye operation. Ni kesi ambayo inatokea kwa uchache, lakini pia kama kitovu cha mtoto kitatoka kwanza kabla ya mtoto kutoka, hiyo pia inaweza ikawa ni sababu ambayo ni emergency, kwa sababu uhai uko katika ile placenta na kitovu cha mtoto, ule mrija, kwa sababu ndio nutrients na virutubisho na kila kitu anini, kama ndio oksijeni ya mtoto. Kwa hiyo ikitokea kitovu kimeshuka, inaitwa cord prolapse, inamaanisha kwamba fanya operation, kwa sababu inaweza cause matatizo. Lakini sababu nyingine, mtoto kama amelala horizontal hivi, mtoto anaangalia juu au chini, pia wanakaa hivi kipindi cha ujauzito, wakati bado ni mdogo na kuna room kubwa, kuna uwazi, anakuwa ana change positions. Lakini wakati wa kujifungua mtoto, kichwa kinabidi kiwe chini. Kwa hiyo kama mtoto yuko hivi, hiyo pia inaweza ikawa ni sababu ya kufanya operation, kwa sababu tutamtoaje mtoto. Lakini kuna kesi ambazo kichwa hakiko chini, kinaangalia juu, miguu imetangulia na watoto wanazaliwa. Lakini unatakiwa uwe na mtaalamu sasa ambaye ana experience kubwa na kitu ambacho kinaweza kikafanya kitu. Lakini pia ni vizuri sasa wewe kufanya unavyotakiwa kufanya, ili kumsaidia mtoto akae kwenye hiyo position ambayo inamwezesha yeye kushuka chini na kuzaliwa. Kwa hivyo unavifanya wakati wa ujauzito wako, lakini pia vile unavyoingia leba unakuwa umeshafanya homework kubwa wakati wa ujauzito. Hizo ni point 10 ambazo ukizingatia na ukazifanya zitakusaidia uweze kuepuka upasuaji ambao sio lazima. So I hope hivi vitu vimekusaidia, na kama umeangalia hadi point hii, basi usiondoke bila kusubscribe, like, share, lakini comment, uliza maswali, nitajibu kadri niwezavyo. Lakini tuambie labda kama kuna njia ambayo unaijua ambayo sijaitaja, ambayo mtu anaweza akafanyia kazi mapema ili asishe kufanywa upasuaji. Okay mama, kama wewe ni mjamzito na hujui uanzie wapi, nina kitabu nimeandika tu kitabu kwa kifupi sana kukusaidia uanzie wapi. Au unaweza ukaangalia video yangu ya kwanza kabisa, nimeelezea pale jinsi gani unaweza ukaanza safari yako ya kujiandaa
na kujifungua. Kwa mawasiliano zaidi tunaweza tukawasiliana na tukahakikisha unapata experience nzuri ya uzazi. Thank you for watching. See you in the next one. Bye bye.